katika hema. Tunaongelea jambo hili. Swali hili tulijadili vizuri siku ya Sabato iliyopita mchana. Wale ambao wanarudi mchana wanafaidika, nafikiri lesoni sio shida. Tukauliza swali hili kwamba katika fungu la kukariri kuna mambo ambayo yamezungumziwa pale. Kuna hema, kuna nyumba na kuna nini? Nyumba ya Bwana, hema ya Bwana na kuna nini? Maskani. Mambo matatu. Sasa tulipokuwa tunajadili kuna mambo ambayo tuliafikiana kwamba kuna tofauti kati ya nyumba, kuna tofauti kati ya maskani, nyumba na hema. Hello? Tuko pamoja? Swali likuja kwa darasa sasa kwa dakika moja kwa sababu ya muda. Ni nini tofauti kati ya maskani, nyumba na hema? Maneno haya matatu. Nyumba, hema na maskani. Tuna maskani, tuna nyumba na hema. Maskani ni sehemu ambao watu wanakaa ama wanaishi, makazi ya watu. Lakini nyumba ni chumba ambacho mtu anaingia, na katika ya Biblia sehemu ambayo watu wa Mungu walikuwa wanakutania wakimwabudu Mungu. Lakini hema ni sehemu ambayo ilikuwa inatunza vitu vya Mungu vitakatifu pamoja na amri za amri za Mungu. Kwa hiyo ni chumba maalum kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya kutunza vifaa vilivyokuwa vitakatifu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Asante. Kwanza kiroho. Najua Musa anajenga hema, lakini kumbuka alienda mlimani, alipotoka alikuta wamejenga vindama wanaabudu. Vindama vile vilitokana na sadaka walizotoa ambazo ni mali za nani? Za Mungu. Mungu ndiye aliumba hizo dhahabu zote na sisi pia. Kwa hivyo alikuwa anawaandaa mioyo, tutoe mioyo kwanza ndio tutoe mali ya kufanyia Mungu kazi. Kwa mfano wakati kama wa sasa tumejenga kanisa mahali tunaabudu Mungu. Hizo hema sasa tunamwabudia Mungu. Mungu atuandae mioyo yetu ili tuweze kutoa ile mali ile kufanya kazi yake kwa ufupi, ili tuweze kwenda. Ni kama una mkono wangu umetoka. Kwa ngoja nimkaribishe Denisa tumalizie hiyo siku ya matano kwa muhtasari na mpaka tukubali makosa ambayo tunafanya. Biblia inasema fanya kazi zako zote siku ya saba fanya nini? Pumzika. Which means hata mimi leo hii nimefanya dhambi. Sababu gani nimesema hivi? Nimepiga rangi. Hiyo ni dhambi. Ninamaliza kazi zote tufanye, sababu Sabato inaanza Ijumaa jioni, si ndio? Si ni ukweli? Kama inaanza Ijumaa jioni, hiyo siku ya Ijumaa tumalize kazi zetu yote. Jumamosi ni siku ya kupumzika, kuja mbele ya Bwana Mungu. Tumerudi hapo tena. Kwani nimefunga. Wao wa mwisho ni kwamba unajua kuna ile personal, kupaka viatu vyako rangi, hiyo ni personal, haikupati kipato chochote. Ili na wewe unapoingia kwenye kao ya Mungu, Mungu anasema tuingie kwenye kao yake tukiwa wasafi. Lakini ni kwamba kazi ambayo inasemwa tupumzike ni ile kazi ambayo inatutoa jasho ili tupate mapato. Yaani ile ibada katika hema ndipo Mungu alikaa na kukutana na wana wa Israeli. Mwanzoni kabisa tulipoanza lesoni tulizungumzia mambo ya maskani, kwamba hapo ndipo makazi ya Bwana yalipo. Na ilikuwa ni kwamba lazima Waisraeli wakutane na Mungu wapi? Hemani. Na pale hemani waliamini kabisa kwamba wakikutana na Mungu matatizo yao yafanya nini? Yataisha. Kama ni dhambi itasamehewa, kama ni shida ambayo walikuwa nayo itafanya nini? Sasa Musa anapowaambia kwamba wakusanye sadaka ili waimjengee Bwana hema ama makazi, hii hema walikusudia kwamba wakutane na Mungu, na lazima ingekuwa nini? Wamjengee ili kufanya nini? Mungu hawepo. Na ibada siku zote
bila sadaka, bila kutoa haijakamilika. Na wakaambiwa kwamba wakajua kwamba ibada ya kumtolea Bwana ni kati ya vigezo. Hata pale kwa hema ya kukutania palikuwepo na sehemu ambayo kulikuwa kunafanya nini? Sadaka ilikuwa inafanya nini? Inawekwa, inateketezwa. Na hii ndiyo sababu hasa iliyowafanya wana wa Israeli waweze kutoa vitu vyao ili waweze kuijenga hema, ili waweze kukutana na Mungu wao. Asante. Hema ina wakati wa asubuhi muda ni mchache sana, lakini mchana unakuwa ni muda ambao ni mwafaka mzuri wa kujadili lesoni, kwa sababu tunaenda kugundua kwamba tunapojifundisha kuna mambo mengine ambayo hatuyapati na hatuyafikii kwa sababu ya muda ambao ni mchache katika lesoni. Kwa hivyo niwakaribisheni mchana tuweze kujadili lesoni kwa upana. Mungu awabariki. Simama tuombe.